Mpendwa katika Kristo, hebu kumbuka tulipoanzia. Kumbuka tulipoanzia. Tulianza safari yetu katika Jumatano ya Majivu, kama unaikumbuka vizuri. Na kipindi chochote tulisimama wakati tumeanza tukiwekewa majivu juu ya vichwa vyetu. Na tukasikia maneno yale mazito ya kutushtua moyo kwamba wewe ni mavumbi na mavumbini utarudi. Haya maneno yanashtua kidogo, lakini ilikuwa lazima tuyasikie wakati tunapakwa majivu. Ilikuwa si sauti ya kawaida. Ilikuwa ni sauti ya kutuita ndani zaidi. Sauti ya unyenyekevu, sauti ya toba, sauti ya kurudi kwa Mungu. Tulianza tukiwa dhaifu, tukiwa na maumivu, tukiwa na mizigo ya dhambi. Lakini leo si siku ya huzuni tena. Si siku ya huzuni. Leo si siku ya machozi tena. Leo tunasherekea ushindi mkuu. Na neno letu ni moja tu leo. Haleluya. Haleluya. Bwana amefufuka. Tunasherekea maisha mapya. Tunasherekea tumaini lililofufuka. Kwa sababu Yesu Kristo amefufuka, hayuko kaburini tena. Hayuko kaburini tena. Ametoka kaburini, na sio tu ametoka, ni mzima. Ni mzima.
amefufuka. Usibishe, Yesu Kristu amefufuka. Hivyo basi, njoo tusafiri pamoja tena kutoka kwenye majivu hadi kwenye utukufu. Kutoka kwenye majivu hadi kwenye utukufu. Tutengeneze package nzima inayosema hivyo, kwamba kutoka kwenye majivu hadi utukufu, na hapo mwisho tutaona maana halisi ya Pasaka kwa Wakristo wote. Ndugu yangu, safari ya Kwaresma uliona haikuanza na shangwe. Haianzi na shangwe, haianzi na furaha, na hilo sote tunalijua vizuri. Linaanza kwa unyenyekevu. Majivu ya tunayopaka siku ya Jumatano ya Majivu si mapambo, bali ni ujumbe mzito. Ujumbe mzito na ishara ya udhaifu wetu, na kwamba sisi si wakamilifu, na ni ishara ya dhambi zetu, kwamba tumekosea, na ni ishara kwamba tuna hitaji kubwa la Mungu, kwamba peke yetu bila Mungu hatuwezi kabisa. Neno la Mungu linatuambia kwa sauti ya upendo lakini yenye nguvu, nasema tubuni na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini Injili. Katika majivu tunajikuta tukinyamaza, tukitazama tu ndani ya mioyo yetu, na kukubali ukweli mmoja mgumu, kwamba peke yetu hatuwezi. Kama ulifikiri peke yako unaweza, ndugu yangu, nikwambie tu, peke yako huwezi. Basi tulianza safari hii ya tafakari ya Kwaresma tukiwa tayari kuacha dhambi zetu, tayari kuacha majivuno yetu, tayari kuacha maisha yetu ya zamani, na tukaanza kutafuta kitu cha thamani sasa, ambacho ni msamaha, ni neema na mabadiliko ya kweli. Hiyo mbio zetu zote tulikuwa tunakimbizana nazo kipindi cha Kwaresma yalikuwa ni yote kupata msamaha, kupata neema na kupata mabadiliko ya kweli katika maisha yetu. Lakini leo nikuulize tu swali moja, tena la moyoni kabisa. Hivi wewe binafsi ulitumiaje Kwaresma yako? Ulitumia kweli kutafuta msamaha, kutafuta neema na kufanya mabadiliko? Ulitumia kweli kuacha dhambi, kuacha majivuno? Ulitumia kufanya nini? Sasa hiyo hutanijibu mimi. Tafakari wewe mwenyewe, na ukishajibu chukua hatua. Ndugu zangu, safari yetu haikuwa kwenye majivu. Iliendelea mbele. Njia ikawa ngumu, njia nzito, njia ya msalaba. Tulitembea pamoja na Kristo katika kipindi chochote cha mateso, katika maumivu, na hatimaye tukafika msalabani. Siku ya Ijumaa Kuu ilitukumbusha kitu kinachoumiza moyo, lakini pia kinachoshangaza sana, kwamba upendo wa Mungu una gharama kubwa, kwamba Mungu alitupenda mpaka anamtuma mwanae wa pekee kuja kufa msalabani. Kwa hiyo upendo wa Mungu una gharama kubwa kwetu. Neno la Mungu linasema hakuna upendo mkuu kuliko huu, wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Wewe unaweza? Huwezi. Na huo ndio upendo wa Mungu kwetu, huo ndio upendo wa Kristo kwetu. Na hapo msalabani ndio tuliuona upendo wa kweli. Dhambi zetu zililipwa, deni letu lilifutwa, hukumu yetu, kumbuka tulikuwa na hukumu ya kujibu, hukumu yetu ilibebwa na Kristo. Na hakuna aliyemlazimisha, hakuna aliyemsukuma kuja kubeba mzigo huu mkubwa. Yesu alikufa, hakufa kwa bahati mbaya, alikufa kwa mpango wa Mungu. Alikufa kwa makusudi kabisa kwa ajili yako na mimi. Alibeba yote ili sisi, wewe na mimi, tuwe huru. Naamini tunaelewana hapo. Naomba uyasikilize hayo maneno kwa makini kabisa. Lakini hadithi hii haikuishia msalabani. Asubuhi ya Pasaka sasa, nimesema tumetoka Ijumaa Kuu hapo. Asubuhi ya Pasaka, kimya cha usiku kinavunjwa na mwanga wa tumaini jipya. Wanawake wanakimbilia kaburini kama ilivyo desturi ya Wayahudi. Wanafika kule
wakiwa tena na huzuni, macho yakiwa na machozi, lakini walichokikuta hawakukitarajia. Hawakukitarajia. Wamekuta kaburi liko wazi, jiwe limeondolewa, mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo haupo kaburini, haupo. Hofu ikachanganyika na mshangao, na ghafla sauti kutoka mbinguni ikasikika, hayupo hapo, amefufuka. Hayupo hapo, amefufuka. Na maneno haya kwa kweli hayakuwa ya kawaida, yalitikisa historia, yalibadilisha dunia, na hadi leo yanabadilisha maisha. Kila unapoyatafakari unaona kubadilisha maisha. Hapo ndipo kila kitu kinabadilika. Ufufuko wa Yesu Kristo si tukio tu, ni ushindi wa milele. Ni ushindi wa milele. Unamaanisha kifo kimeshindwa, dhambi imevunjwa minyororo yake, na tumaini limezaliwa upya ndani ya mioyo yetu. Pasaka si hadithi ya kufurahisha tu. Pasaka sio simulizi ya kale. Pasaka ni nguvu hai. Pasaka ni ushindi wa kweli. Pasaka ni ushindi wako pia, kwa sababu kaburi liko tupu. Hakuna mtu kule. Hakuna tena giza. Hakuna tena hali isiyoweza kubadilika. Kama Yesu alishinda kifo, basi nawe unaweza kushinda hayo yanayokukuta. Bila ufufuko, tukumbuke, imani yetu ingekuwa bure. Kwa hiyo ufufuko ilikuwa ni lazima utokee ili imani yetu iwe na ukamilifu. Tumaini letu lingekuwa hewa. Wangesema kiko wapi? Tumemuua sikafa, kiko wapi? Kwa hiyo tumaini letu lingekuwa hewa. Lakini kwa sababu Yesu yu hai, tuna tumaini lisilokufa. Tuna maisha mapya ndani yake. Tuna ushindi, sio kesho, bali kuanzia leo hivi. Kuanzia hivi leo. Hivyo usiangalie na kaburi kwa sababu hakuna mtu. Angalia ushindi. Yesu yu hai. Na kwa sababu hiyo wewe pia utaishi. Nami pia nitaishi. Hebu jisemeshe mwenye, mimi pia nitaishi. Ndugu yangu, nirudie tena, hii sio historia tu, ni maisha yetu. Kila Mkristo anapitia safari hii. Majivu, yani udhaifu, msalaba, yani mapambano, Pasaka ni ushindi wenyewe. Sasa ujumbe wa Pasaka ni huu, kwamba hakuna dhambi kubwa kuliko neema ya Mungu. Hiyo lazima utambue. Hata uwe na dhambi nyekundu kama damu, neema ya Mungu itafanya iwe nyeupe kama theluji. Hakuna dhambi kubwa kuliko neema ya Mungu. Hakuna giza lisiloweza kushindwa na nuru ya Kristo. Mwanga wa Kristo, tumshukuru Mungu. Hakuna giza lisiloweza kushindwa na mwanga wa Kristo. Hakuna hali ngumu isiyoweza kubadilishwa na Mungu. Hii ndio tumaini letu. Hilo ndio tumaini letu. Labda leo unapitia maumivu makali. Labda leo unapitia kushindwa kwingi. Pengine unapitia giza kweli kweli. Lakini Pasaka inakwambia huo sio mwisho wako. Kama Kristo alivyofufuka, na wewe waweza kuinuka tena. Kama Kristo alivyofufuka, na wewe waweza kuinuka tena. Pasaka si tu ya kusherehekea, si mavazi tu mapya, si chakula tu kizuri. Pasaka ni mwaliko, mwaliko binafsi unakokuita kwa jina lako. Kwa jina lako. Ni sauti ya upendo wa Mungu ikisema, njoo, njoo mwanangu, anza upya. Jipange kuanza upya. Baada ya msalaba, baada ya kaburi tupu, sasa kuna hatua moja tu iliyobaki, ni uamuzi wako. Ni uamuzi wako. Ndio maana tunasema Pasaka ni mwaliko wa kuanza upya bila kujali ulipotoka. Yaani usijali kabisa ulitoka wapi. Pasaka ni mwaliko wa kuanza upya. Pasaka ni mwaliko wa kuacha maisha ya zamani, hata kama amekushikilia kwa muda mrefu. Yaache. Yaache. Pasaka ni mwaliko wa kuishi maisha ya ushindi sasa ndani ya Kristo aliye hai. Na neno la Mungu linatuambia mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tazama yamekuwa mapya.
Haya si maneno tu, ni ahadi hai, ni ahadi hai, ni nguvu ya kubadilisha maisha kuanzia leo. Labda umechoka, labda umeanguka mara nyingi, labda unahisi hauwezi kubadilika, lakini Pasaka inasema inawezekana. Mwanzo mpya upo, inawezekana. Pale unapofikiri haiwezekani, Pasaka leo inakwambia inawezekana, na kwamba mwanzo mpya upo leo, si kesho. Leo, si wakati mwingine. Leo unaweza kufanya uamuzi. Sema kwa moyo wako wote. Hebu tuseme pamoja hapa, rudia yanayoyasema. Sema naanza upya. Sema naacha dhambi. Sema namfuata Kristo kwa moyo wote. Useme kwa kumaanisha kwa moyo wako wote, na usiogope jana yako, usiogope kivuli chako, kwa sababu ndani ya Kristo jana wala kivuli havina mamlaka tena. Na hii ndio maana halisi ya Pasaka. Hii ndio maana halisi ya Pasaka. Sio tu Yesu kafufuka, bali wewe kufufuka pamoja naye ndio lenye maana katika na kuanza maisha mapya. Leo ni siku yako wewe ya mabadiliko. Ni siku yangu mimi ya mabadiliko. Basi kama hitimisho niseme tu kwamba tulianza na majivu, lakini hatukuishia majivu, kwa sababu Yesu Kristo yu hai. Kwa sababu Yesu Kristo majivu yamegeuka utukufu, maumivu yamegeuka ushindi, kifo kimegeuka uzima. Na hii ndiyo Injili, na hii ndiyo Pasaka. Yesu yu hai, Yesu yu hai. Basi ndugu yangu, tumetembea wote toka tunaanza Jumatano ya Majivu, tumeenda tukitafakari pamoja mpaka leo hii tunapozungumzia ushindi, tunapozungumzia utukufu. Na ndio maana tumesema kutoka majivu hadi utukufu. Na mimi tumekuwa pamoja. Nikushukuru kwanza kwa kuwa nami mwanzo mpaka muda huu. Nikushukuru kwa tafakari ambazo tumeenda nazo pamoja. Naamini umezitumia vyema, na pengine kila wakati unaweza kama package, kila wakati rudi nyuma, sikiliza moja baada ya nyingine mpaka uje ufikie huku kwenye utukufu. Na kama kweli hii imekugusa, ujumbe huu umekugusa, like hii video, lakini andika ujumbe huo, sema Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Weka kwenye comment, Yesu amefufuka kweli kweli, haleluya. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, safari hii hatukuwa pamoja toka mwanzo, subscribe ili uweze kupata tafakari zingine zinazokuja, lakini pia uwe na uwezo wa kurudia zile tafakari zetu ambazo umezikosa tulizozitoa toka Jumatano ya Majivu hadi sasa. Na usisahau kutoka majivu hadi utukufu. Hiyo ndio safari yako, na hiyo ndiyo Pasaka. Huo ndio utukufu ambao Kristo ametuletea. Niendelee kukushukuru, niendelee kukusihi, endelea kufuatilia channel hii, kwa sababu channel hii imelenga kuongea wakati wote tafakari mbalimbali zinazohusu neno la Mungu, tafakari mbalimbali zinazotufanya tushikane mikono wote tuweze kwenda mbinguni kushangilia lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo amelifia. Kushangilia lile ambalo Bwana wetu Yesu Kristo ameenda kuandaa. Tukumbuke Bwana wetu Yesu Kristo ameenda kutuandalia makao ili na sisi alipo na sisi tuwepo. Tumsifu Yesu Kristo. Nikutakie sherehe njema ya Pasaka, nikutakie ufufuko mwema, na tuendelee kuangalia kwamba Yesu asifufuke tu, afufuke ndani yako, afufuke ndani ya maisha yako, na wewe uanze maisha mapya, uishi kwa ajili ya Kristo. Kristo amekufa kwa ajili yako, wewe ni wajibu wako sasa kuishi kwa ajili ya Kristo. Asante sana, wakati mwema.